Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Naam, wasikilizaji, ndugu zangu, tunapenda kuwaletea mwendelezo wa hikamu asiyam, yani hikma ama malengo ya funga. Naam, tukiendelea katika malengo ya funga, lengo namba 3, anna alqalba yatakhalla lilfikri wa dhikr, kwamba moyo unakuwa na tabia ya kujitenga katika kumtafakari Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, lakini pia moyo una tabia ya kujitenga, kuacha kumtaja Allah na kumkumbuka. Lianna tanawula shahawati yastawjibu alghaflata, kwa sababu mtu kuwa anakula chakula, basi hilo linapelekea anapata kughafilika. Warubama yukasi alqalba, na huenda hilo likasababisha kuwa yeye kuwa anashughulika na masuala ya matamanio ya kula na kufanya mambo mengine, linasababisha pia, inaweza kumsababishia mja moyo wake ukawa mgumu, wa yumi anil haqi, lakini pia moyo wake ukaingia upofu kwa sababu ya kushughulika na ashawati, matamanio. Wa yumi anil haqi, hilo linapelekea mtu kupata upofu, asifahamu ama asione haki. Walidhalika, na kwa hivyo basi, arshada nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameongoza ila at-takhfifi min at-ta'am, kwamba tupunguze chakula, tupunguze kula sana, wa sharabi, na kunywa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, ma mala ibn adam wi'a sharran min batin, hajapata hapo mwanadamu kujaza chombo chenye shari kuliko tumbo lake. Bihasbi ibn adam luqaymatun yuqimna sulbahu, ila tosha mwanadamu ale tonge chache ambazo zitawezesha kusimamisha mgongo wake, yani kumpa nguvu ya kuweza kufanya shughuli zake. Fa in kana la mahalatan, basi ikiwa hapana budi ale mwanadamu chakula, fa thuluthun li ta'amihi, basi tumbo lake aligawe katika maeneo matatu. Theluthi moja iwe ni kwa ajili ya chakula, wa thuluthun li sharabihi, na theluthi ya pili iwe ni kwa ajili ya kinywaji. Wa thuluthun li nafasihi, na theluthi ya tatu iwe kwa ajili ya kupumua, yani pumzi. Kwa hivyo mwanadamu hapaswi kuwa anakula sana, kwa sababu tumbo ni sehemu ambayo haipaswi kujazwa chakula kwa wingi, kwani matokeo yake baadaye itakuja ijenge matamanio mabaya, na hatimaye mtu kuwa na moyo mgumu, na hatimaye mtu kuondoka katika haki au kuwa hayuko tayari kuitekeleza haki. Hadithi amepokea Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah. Hiyo ni hikma ama ni lengo namba 3 katika malengo ya saum. Lengo namba 4 ya kufaradhishiwa sisi kufunga, anna alghaniya, kwamba tajiri yaarifu bihi qadra ni'matillahi alayhi, kwamba tajiri kwa kupitia funga anafahamu kiasi cha neema ya Allah ambayo yeye ameneemeshwa. Haithu, pale ambao an'ama Allahu ta'ala alayhi bit-ta'ami wa sharabi wa nikahi, kwamba yeye amepewa uwezo wa kupata chakula chake kwa urahisi kwa sababu ana nguvu, lakini pia kinywaji chake na kufanya matamanio yake kama vile kuoa. Waqad hurimaha kathiru min al-khalqi, jambo ambalo wamenyimwa walio wengi katika viumbe. Fayahmadullaha ala hadhihi ni'mati, basi tajiri huyu akiwa naye anatekeleza ibada ya kufunga atafahamu neema ambayo Allah amemjalia, na kwa hivyo atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo. Washkuruhu ala hadha taysiri, atamshukuru pia Allah kwamba amemfanyia wepesi, anaweza kuyafikia mahitaji yake kwa wepesi akilinganishwa na fukara ama maskini. Wayadhkuru bidhalika akahu alfaqira, lakini pia kwa sababu ya kufunga kuonja makali ya njaa, tajiri huyu atamkumbuka ndugu yake fukara, alladhi, ambaye rubama yabitu jaian, huenda fukara huyu analala hali ya kuwa ana njaa. Fayajudu alayhi bisadaqati, basi atamfanyia ukarimu kwa kumpa sadaka, yaksu biha auratahu, lakini pia atampa mavazi, atamvisha ama atamstiri uchi wake. Wayasudu biha jawatahu, lakini pia atamuondolea shida yake hii ya njaa kwa kumpa chakula. Kwa hivyo ni muhimu ibada hii ya funga kwetu sisi, kwa sababu ina fadhila ama ina hikima nyingi katika maisha haya ya ulimwenguni na maisha baada ya kufa. Hivyo ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa fadhila ama hikima za kufunga ni
tajiri kufahamu neema ambazo Allah amepewa, lakini pia funga msukume aweze kufahamu matatizo yanayowakuta ndugu zake mafukara, Waislamu wenzake na hata wasiokuwa Waislamu. Kwa ndugu yangu Muislamu, usikose kusubscribe channel yetu hii kwa ajili ya kupata vipindi vingine ambavyo tutakuwekea insha Allah. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.